Habari wapendwa katika Kristo, leo tunalo tena somo zuri linalosema maisha ya ndoa huboreshwa zaidi na zaidi. Somo limeandaliwa na Matayo Hassani. Basi karibu tuendelee. Wanaume na wanawake wanaweza kufikia kilele cha Mungu kwa ajili yao ikiwa watamkubali Kristo kama msaidizi wao. Kile ambacho hekima ya kibinadamu hawezi kufanya, neema yake itakamilisha kwa wale wanaojitoa kwake kwa imani yenye upendo. Maongozi yake ya kimungu yanaweza kuunganisha mioyo kwa vifungo vya asili ya mbinguni. Upendo hautakuwa mabadilishano tu ya maneno matamu na ya kupamba, mtando wa mbinguni unaoshona kwa utepe mzuri zaidi, lakini imara zaidi kuliko ule unaoweza kusokotwa na mitando ya duniani. Matokeo si kitambaa chepesi, bali utando utakaodumu kwa matumizi, majaribio na majaribu. Mioyo itaunganishwa kwa vifungo vya dhahabu vya upendo unaodumu. Kupenda kama Kristo alivyopenda kunamaanisha kuonyesha kutojali nafsi kila wakati na mahali popote, kwa maneno mema na macho ya furaha. Haya hayawi gharama kwa anayetoa, lakini huacha harufu nzuri inayozunguka roho. Athari yake haiwezi kukadiriwa. Sio tu baraka kwa mpokeaji, bali pia kwa mtoaji, maana hurudi kwake. Upendo wa kweli ni sifa ya thamani kutoka mbinguni, unaoongezeka ukigawanywa kwa wengine. Upendo wa Kristo ni wa kirefu na makini, unatiririka kama mto usiozuilikiwa kwa wote wanaokubali. Hakuna ubinafsi katika upendo wetu. Upendo huu wa asili ya mbinguni, ukiwa kanuni thabiti moyoni, utajulikana si tu kwa wale tunaowapenda katika uhusiano mtakatifu, bali kwa wote tunaowakutana nao. Utatuongoza kutoa vitendo vidogo vya uangalifu, kufanya maelewano, kutekeleza matendo ya fadhili na kusema maneno laini, ya kweli na ya kutia moyo. Pia utatufanya tuone huruma kwa wale wenye njaa ya huruma moyoni mwao. Mungu akubariki kwa kutoa muda wako kutafakari pamoja nasi neno takatifu. Pia usisahau kutembelea channel yetu ya YouTube na kusubscribe.